Kwenye maisha kila mtu anatamani kuwa tajiri, lakini ni wachache ambao wako tayari kutimiza hizo ndoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa nidhamu. Unapokosa nidhamu, maana yake ni kwamba unajichelewesha kufikia yale ambayo unatamani kwenye maisha yako. Ndio maana matajiri ni wachache lakini maskini ni wengi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nidhamu. Sasa kuna njia ambazo nataka nikusaidia hapa, ukizifuata vizuri basi zinaweza zikakusogeza kwenye utajiri, lakini mwisho wa siku utakuwa ni mtu ambaye una nidhamu ya fedha. Jambo la kwanza, ili uweze kujenga nidhamu ya fedha na kufikia mafanikio kwenye maisha yako, hakikisha unachunguza hali yako ya kifedha. Hakikisha mara kwa mara unachunguza namna ambavyo fedha zako zinatumika. Unaweza ukatengeneza utaratibu wa kuwa kila siku unaangalia, unasema una track au unafanya money checking. Unapochunguza mtiririko mzima wa namna ambavyo fedha zako zinatumika, inakusaidia kujua ni namna gani fedha zako zinapotea kwenye nini, kwenye mizunguko yako au katika shughuli zako za kila siku. Na kwa kujua hili litakusaidia ujue ni namna gani ya kudhibiti matumizi mabaya ya fedha. Jambo la pili, ili uweze kujenga nidhamu ya fedha, hakikisha unaweka bajeti. Mpangilio mzuri wa bajeti unakusaidia kuimudu pesa yako. Mfano, unaweza ukaigawa pesa yako kwenye maeneo matatu. Manake unaweka 50% ni kwa ajili ya matumizi yale ya msingi, kwa maana ya chakula, mavazi na maradhi. Lakini 30% ukaitumia kwenye yale mahitaji ya ziada. Kuna vile vitu ambavyo unatamani uvifanye kwenye maisha yako ni vya ziada. Lakini 20% basi utaitumia kwenye swala zima la uwekezaji, lakini pia kwenye kulipa madeni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mpangilio mzuri wa bajeti unakusaidia uweze kuimudu pesa yako ili isiweze kukutoka kiurahisi. Lakini jambo la tatu, hakikisha unaweka mpango kazi au malengo yanayotekelezeka kwa urahisi. Mfano, ili uweze kuimudu pesa, ili uweze kuepuka matumizi mabaya ya fedha, hakikisha unaweka mpango kazi ambao utakusaidia kulipa madeni yote ambayo yana riba kubwa na ambao unajua kabisa kwamba huwa yanapelekea kutumia fedha zako vibaya. Kwa hiyo unapokuwa na mpangilio mzuri wa namna ya matumizi ya fedha zako, inakusaidia kuimudu pesa, na mwisho wa siku utakuwa unajua ni namna gani pesa yako inatumika. Na kama inatumika kwa njia ambayo isiyofaa, itakuwa rahisi pia kutengeneza mfumo ambao utakusaidia kuidhibiti pesa isitumike vibaya. Jambo lingine ambalo inabidi uzingatie, tunasema ni kuhakikisha unachunguza tabia zako kwenye namna ya matumizi ya pesa. Mfano, jifunze kujinyima ili uweze kutengeneza nidhamu ya nini? Nidhamu ya fedha. Kujinyima huku tunasema unatengeneza kitu kinaitwa delayed gratification. Delayed gratification tunasema hii ni mbinu ambayo inakusaidia kujizuia kuitumia pesa yako kwenye vitu ambavyo sio vya lazima. Na ili uweze kutekeleza hii tunasema unaweza kutumia kanuni ya masaa 48. Maanake ni kwamba mara tu unapopata pesa yako, hakikisha kabla hujaenda kwenye matumizi unakaa masaa 48 ukitafakari umuhimu wa matumizi ya hiyo pesa. Kama unajua kabisa kwamba kitu ambacho unaenda kukinunua au fedha hiyo unaenda kuitumia kwenye kitu ambacho sio cha lazima, basi ndani ya masaa 48 itakusaidia kujua ni kwa namna gani unaenda kutekeleza au kutokutekeleza. Kwa hiyo hii delayed gratification ni njia nzuri ambayo inaweza ikakusaidia kujinyima na kuepuka matumizi ya fedha yasiyo na ulazima. Jambo lingine la msingi ambalo inaweza kukusaidia uweze kuitumia fedha yako vizuri, tunasema jiepushe na matumizi au tamaa za muda mfupi. Kuna wakati unaweza ukajikuta umeielekeza pesa yako kwenye matumizi yasiyofaa. Sasa matumizi yasiyofaa haya yanaweza yakakupelekea ukajikuta fedha yako inapotea pasipokuwa na nini? Pasipokuwa na taarifa. Hivyo ili uweze kujenga nidhamu ya fedha, hakikisha unaepuka matumizi au unajiepusha na tamaa za muda mfupi. Mfano, umeenda sokoni kwa ajili ya kununua mahitaji ya nyumbani.
unaondoka tayari umeshapanga vitu ambavyo unapaswa kwenda kuvinunua, lakini kwa bahati mbaya unapofika sokoni kuna kitu kinajitokeza. Kuna kiatu kizuri unaona, kuna mkoba mzuri unaona, au kuna nguo fulani unaiona nzuri na umeipenda, inakupelekea sasa ufanyaje? Inakupelekea ujikute ubadilishe matumizi. Kwa hiyo njia pekee katika hili ni kuepuka au unajiepusha na tamaa za muda mfupi, ili uweze kujenga nidhamu ya fedha ambayo itakusaidia kwa manufaa ya baadaye. Jambo lingine la msingi ambalo linaweza kusaidia ili uweze kuimudu pesa yako, tunasema jifunze kutawala hisia zako. Kuna muda tunajikuta tunanunua au kufanya manunuzi ya vitu ambavyo havikuwepo kabisa kwenye malengo yetu. Kisa tu tumeshindwa kuzuia nini? Tumeshindwa kuzuia tamaa zetu au hisia zetu. Ukiweza kutawala hisia zako, itakuwa ni rahisi kwako wewe kufanyaje? Kudhibiti au kuitawala pesa. Maana yake ni kwamba pesa haikai kwa mtu ambaye ni mnyonge. Pesa haikai kwa mtu ambaye hawezi kuimudu. Hivyo jifunze kumudu au kutawala hisia zako ili uweze kujenga nidhamu ya fedha ya kudumu ambayo itakusaidia uweze kuepuka matumizi mabaya nini? Matumizi mabaya ya fedha. Jambo lingine la msingi sana, ili uweze kujenga nidhamu ya fedha, hakikisha unawekeza kwenye maeneo ambayo ni sahihi. Uwekezaji unakusaidia au unakuepusha na matumizi mabaya ya fedha yasiyokuwa na nini? Yasiyokuwa na mpangilio. Kwa hiyo unapopata pesa, kabla hujaitumia, hakikisha pesa unaituma ikakufanyie kwanza kazi, na faida utakayoipata sasa unairudisha kwa ajili ya matumizi binafsi. Hivyo epuka matumizi ya pesa kiholela kabla hujaiwekeza au kabla hujaituma sehemu ambayo ni sahihi. Zingatia neno sahihi, maana yake ni kwamba unaweza ukawekeza, lakini ukawekeza kwenye maeneo ambayo sio sahihi, na mwisho wa siku yakaipoteza pesa yako pasipokuwa na nini? Pasipokuwa na mpangilio mzuri. Jambo lingine ambalo linaweza kukusaidia uweze kuitawala pesa yako au uweze kujenga nidhamu ya fedha, tunasema tafuta mtu wa kukuwajibisha. Mtu wa kukuwajibisha, huu ni mtu ambaye atakuwa anakusaidia kukukumbusha kutimiza malengo yako ya kifedha pale ambapo unahisi umejisahau, au kwa namna nyingine tunaweza kusema accountability partner. Huu ni yule mtu ambaye anakuwa anakukumbusha. Na mara nyingi mtu huyu ni yule ambaye ulimshirikisha malengo yako kipindi unapanga. Kwa mfano, ulimuelekeza kwamba pengine kwa mwaka huu nina mpango wa kusevu kiasi cha pesa shilingi milioni 10 kwenye akaunti yangu. Ili uweze kutimiza haya malengo yako, unapokuwa na accountability partner au mtu wa kukuwajibisha, anakusaidia kukukumbusha mara kwa mara, lakini pia anakusaidia kujenga nidhamu, usije ukafanya matumizi ya fedha kiholela pasipokuwa na nini? Na utaratibu maalum. Kwa hiyo hii ni njia nyingine ambayo inaweza ikakusaidia uweze kutunza fedha zako pasipokuwa na nini? Pasipokuwa na matumizi holela. Baada ya kusema hayo, asante kwa kunisikiliza na nikutakie mafanikio mema.